Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ukiweza kushuhudia kazi nzuri inayoendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi, licha ya kwamba kumekuwepo na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho, ambapo mambo hayo ni mazito kweli kweli. Na mimi nikaona sio vyema ni kuache hivi hivi, ni kusogezea taarifa hii uweze kujua mwanzo mwisho kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi. Hapa nazungumzia Simba Sport Club, katika kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao, ambapo kumekuwepo na mvutano ambao unaoendelea mkubwa kwelikweli kuhusiana na hatma ya mchezaji huyu ambaye inaelezwa kwamba amesajiliwa, lakini mwisho siku anataka kuachwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Ni nani huyo? Tutakwenda kujua hapa ametokea wapi, sababu ambazo zimefanya mchezaji huyo kuweza kuondolewa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, na mengine mengi ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho. Yote kwa yote utakwenda kuyapata mwanzo mwisho katika taarifa hii, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia ya michezo, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zetu zinakufikia. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu wakati wowote. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, ipo katika hatua ambayo sio nzuri, unaweza kusema hivyo, kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo ukiweza kushuhudia mambo ambavyo yanavyozidi kwenda katika kile ambacho kinaendelea, ambapo klabu ya soka ya Simba waliweza kushuhudia, walifanya usajili mkubwa kweli kweli kwenye kikosi chao. Kaweza kushuhudia namna gani ambavyo mambo yalivyokuja kutokea katika zile sajili ambazo walisema wanakwenda kuamsha nchi itasimama, lakini mwisho wa siku wao ndio wamesimama baada ya kile kilichoweza kuonekana katika usajili wao, hususan katika eneo la ushambuliaji, ambapo bado inaonekana kama ni kizungumkuti, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba imeshindwa kuelewana mashabiki zao, ambapo mashabiki wanaonekana kumkataa mchezaji ambaye amesajiliwa na viongozi wa klabu ya soka ya Simba. Hapa nazungumzia Ibrahim Dumbia, miongoni mwa washambuliaji ambao wametua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba katika dirisha hili kubwa, ambapo umeweza kushuhudia maneno yamekuwa ni mengi, na maneno haya yanachangiwa kulingana na ubora wa mchezaji huyo ambaye inaelezwa kwamba ni miongoni mwa watu ambao wapo kwenye kikosi cha Simba. Sasa kabla ya taarifa hiyo, inaelezwa kwamba uko tayari mambo yamekuwa ni mazito. Anaandika mchambuzi Nasibu Mkomo, anasema ya kwamba naomba niulize hivi, kama ungekuwa ni wewe unalipwa milioni 20 kama mshahara kwa mwezi kwa kazi ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba kwenye jambo kama hili lilopo sasa, unadhani ungekuwa upande gani? Jibu, lazima utakaa upande wa aliyekupa ajira, na lazima upiganie na anakiwaza tajiri aliyekupa hiyo ajira. Hivyo usishangae kupinga mambo kwa nguvu kadri uwezavyo, licha kuwa kuna muda hauendi unajua kabisa kwamba ukweli ni upi. Leo hii CEO wa taasisi kama Simba amepewa ajira bila kufuata taratibu za namna taasisi inapaswa ifanye kuajiri, alafu CEO huyo ameajiriwa moja kwa moja na tajiri. Unadhani atakuwepo sehemu hiyo kutetea maslahi ya nani, ya klabu au ya tajiri Mo Dewji? Nimeambiwa juzi wajumbe wa bodi walikumbushia kwa kuuliza kwenye kikao huyu CEO yupo kwa taratibu zipi, wakaomba mkataba wake
wauone, ila ikapigwa chini. Leo hii nimesikia pia wafanyakazi wa idara zote za ndani ya Simba wasifanye jambo lolote linalomuhusu mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu na mzabuni wa jezi Jairuti bila approve kutoka mwenyekiti wa bodi ambaye ni Cletus Magoli. Sasa unajiuliza kwa nini yote haya yanatokea na kwa mlengwa hupi? Jibu jepesi ni kuwa wanaofia na wanajua ukweli na hawataki baadhi ya watu waujue ukweli. Mimi najua hata BMT, Rita na Wizara ya Michezo inajua kuwa Simba Sport Club pale kwa sasa hakuna bodi tena tangu katiba mpya imesajiliwa. Najua serikali, najua pia kama kiongozi pekee anayetambulika kwa sasa ni mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu. Mimi najua hadi TFF wanajua kiongozi mkuu wa klabu ya Simba ni mwenyekiti Murtaza Mangungu, na ndio maana hadi kwenye mkutano yao wanamualika Murtaza Mangungu na sio mwenyekiti wa bodi. Najua hata kwenye mechi za Simba sasa hivi kinaandaliwa kiti cha mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu na sio kiti cha mwenyekiti wa bodi. Najua utaratibu huo ulianza kuanzia mechi ya nusu fainali ya CRDB Cup Arusha, Simba dhidi ya Coastal Union, ikaja fainali ya dhidi ya Azam. Utaratibu huo ukaendelea hadi ngao ya jamii dhidi ya Yanga, ambapo Simba ndio maana hawakutokea uwanjani viongozi wengine. So wenyewe wanajua kama wapo nje ya utaratibu na mfumo, ila ni ngumu kukubali na haiwezi kuwa rahisi. Kwa hiyo ugomvi huu ambao unaoendelea kwa sasa ndio unazidi kuchochea kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Simba, huku mashabiki nao hawamtaki Dumbia, wakitaka aondoke. Sasa inaelezwa kwamba za ndani viongozi wanaangalia uwezekano wa kuvunja mkataba na Dumbia na kuweza kuleta striker mwingine kwenye kikosi chao. Hizi ni taarifa ambazo ni za ndani kabisa juu ya kile ambacho kilichopo kwenye kikosi cha Simba. Simba ni kama hawako tayari kulichukua taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara katika msimu huu kulingana na kile ambacho kinachoonekana, ambapo wengi wanaonekana kuwa ni wazito kweli kweli, ambapo wengine wanasema kwamba huyu Dumbia hafai, ni mchezaji wa kawaida sana kulingana na profaili ya klabu ya soka ya Simba. Hivyo basi wanaona kabisa huyu sio mchezaji wa daraja ambalo Simba wanapaswa kuweza kulifanya. Kwa hiyo uongozi upo katika tathmini ya kuona kama kuna uwezekano wa kuvunja mkataba wake ili kuweza kuleta mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kuisaidia klabu ya soka ya Simba. Je, wewe maoni yako ni yapi? Unadhani maamuzi kama haya ambayo wanayafanya Simba Sport Club katika kikosi chao, unadhani ni maamuzi sahihi? Je, Simba watakuwa wamefanya makosa kuachana na, hapa anazungumzia mchezaji huyu Dumbia kwa wakati huu? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.